Unasikia sauti ya sarafu ikitawanyika. Hiyo ni mwaliko wa mwisho. Ukisikia, tayari uko mlangoni. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Tuambie watizama ukiwa nchi gani. Mimi niko Tanzania. Alikuwa hajui jina lake. Hakuwa anajua alitoka wapi. Hakuwa anajua hata alikuwa mtu au kivuli. Juma alikaa kando ya barabara ya kinyasini, mgongo wake ukiegemea mti wa mpera uliokauka. Macho yake yalikuwa wazi, lakini tupu, kama vioo vya nyumba isiyokaliwa. Mdomo wake ulikuwa umefunguka kidogo, na mate yalimtiririka kidevu. Mikono yake ilikuwa inatawanya noti za 1000 angani, kwa upole, kana kwamba anapepea ndege. Kila noti ilipoanguka, watu walikimbia kuichukua. Wengine waligombana, wengine walimshukuru Juma bila kujua anachokifanya. Mungu amebariki Juma, waliita. Lakini Juma hakusikia chochote. Usingizi wake ulikuwa kwa mzimu. Sauti yake ilikuwa kwa mzimu. Kumbukumbu zake zilikuwa kwa mzimu. Na sasa alikuwa anasubiri tu. Saa ya mwisho ilikuwa inakaribia. Usiku ulipoingia, watu walirudi nyumbani kwao. Juma alibaki peke yake barabarani. Mwezi ulikuwa mzuka, mwekundu kama damu, na upepo ulianza kuvuma kutoka upande wa msitu wa mipera. Upepo huo haukuwa wa kawaida. Ulikuwa na sauti. Sauti ya wimbo wa zamani. Wimbo ambao babu za babu walisema haupaswi kuuimba kamwe. Juma alisimama. Kwa mara ya kwanza kwa saa nyingi, macho yake yalijikita kwenye kitu kimoja. Alitazama kuelekea msituni. Kutoka kwenye giza, nyumba ya Mwanakombo ilianza kujitokeza. Si kwa mbali, bali ikisonga mbele, ikitembea juu ya miguu ya mifupa. Nyumba yenyewe ilikuwa hai. Kila hatua iliyoisogeza karibu, ardhi ilitetemeka. Madirisha yake yalikuwa mekundu. Mlango wake ulikuwa umefunguka. Na ndani alikuwa giza lenye meno. Sauti ile ya mwanamke ikasikika. Sio kwenye masikio ya Juma, bali moja kwa moja kwenye roho yake iliyobaki. Siku ya 4, Juma. Unajua nini kinakuja? Usingizi wako ninao. Sauti yako ninao. Kumbukumbu zako ninao. Sasa ni wakati wa roho yako. Lakini kama ulivyofanya siku ya 3, unaweza kuchagua mbadala. Juma alitikisa kichwa. Hakuwa na mtu wa kutoa tena. Mariamu alikuwa amekimbia. Rajabu alikuwa ameondoka. Alikuwa peke yake. Sio kweli, sauti ikasema. Angalia nyuma yako. Aligeuka. Nyuma yake kulikuwa na watu wa kinyasini wote.
wamelala chini usingizini. Watu 100, wazee, wanawake, watoto, walikuwa wamelala kwenye barabara, kwenye nyasi, kwenye vibanda vyao. Usingizi wao ulikuwa mzito kama kifo. Chagua mmoja, sauti ikasema. Mtu mmoja tu. Roho yake itakuwa yangu, na wewe utaachwa. Utaishi, utazungumza tena, utalala tena, utakumbuka tena, lakini utasahau umemtoa nani. Utaishi kama kawaida, pesa zako zitabaki. Au chukua nafasi yako mwenyewe, ingia ndani ya nyumba. Ukifanya hivyo, roho yako itakuwa yangu milele. Lakini watu hawa wataamka, wataishi, wataendelea na maisha yao. Chagua Juma, una sekunde 10. Sekunde 1. Juma alimtazama mtoto mdogo aliyelala karibu na mama yake. Sekunde 2. Alimtazama mzee mwenye fimbo. Sekunde 3. Alimtazama kijana aliyecheka mchana wakati alipokuwa akitawanya pesa. Sekunde 4. Alitazama nyumba ya Mwanakombo. Ilikuwa imesimama mbele yake, ikingojea. Sekunde 5. Alikumbuka kwa mara ya mwisho kabla ya kusahau. Uso wa Rajabu, macho ya mtoto wake, sauti yake akimuita baba. Sekunde 6. Alinyoosha mkono wake wa kushoto. Namba 676 ilikuwa bado inawaka. Sekunde 7. Alianza kutembea. Sikuelekea kwa watu waliolala. Sikukimbia, bali kuelekea mlango wa nyumba ya Mwanakombo. Sekunde 8. Alivuka kizingiti. Sekunde 9. Giza likammeza. Sekunde 10. Sauti ikacheka, lakini kicheko hicho kilikuwa na kitu tofauti. Kilikuwa kimechanganyika na kilio. Ndani ya nyumba, Juma alijikuta amesimama katikati ya chumba cha mishumaa 100. Lakini sasa mishumaa ilikuwa ya kijani, na kwenye kila ukuta aliona vioo. Vioo vingi. Katika kila kioo alijiona yeye, lakini sio yeye wa sasa. Alijiona akiwa mtoto. Alijiona akiwa kijana. Alijiona akiwa anamuoa Mariamu. Alijiona akimchukua Rajabu mara ya kwanza. Sauti ikasema, hizi ni kumbukumbu zako. Zilikuwa kwangu siku ya 3, lakini sasa unaweza kuzichukua tena kwa bei. Bei gani? Juma aliuliza. Kwa mara ya kwanza sauti yake ilirudi. Ndani ya nyumba masharti yalifutwa kwa muda. Roho yako. Ukinipa roho yako sasa, nitakurejeshea usingizi, sauti na kumbukumbu zako. Lakini utabaki hapa ndani yangu milele. Utakuwa mzimu mwingine. Utawakaribisha wateja wengine. Utawapa pesa. Utawachukua roho zao. Utakuwa mimi. Juma alitazama vioo tena. Alimwona Rajabu akicheka. Akamwona Mariamu akimpikia ugali. Akajiona yeye mwenyewe, mtu halisi, mwenye usingizi, mwenye sauti, mwenye kumbukumbu. Nitakubali, alisema. Sauti ikanyamaza kimya. Kwa mara ya kwanza, mzimu wa Mwanakombo hakuwa na la kusema.
Lakini si kwa masharti yako, Juma akaongeza. Nitakupa roho yangu, lakini wewe utaondoka. Nyumba hii itaanguka. Pesa zako zote zitageuka majivu, na watu wa Kinyasini hawatawahi kukumbuka kuwa uliwahi kuwepo. Utasahau hata wewe ni nani. Utakuwa kitu, sio mzimu, sio binadamu. Kitu. Sauti ikacheka tena, kicheko kikali kikachanganyika na hasira. Wewe ni mwanadamu, huwezi kuweka masharti kwangu. Juma alitabasamu mara ya kwanza kwa siku 4. Alitabasamu kwa amani. Labda, lakini nimeshaingia ndani yako. Umeniruhusu kuingia, na ndani ya nyumba yako sheria zako ndizo zinazotawala. Lakini sasa niko ndani, na mtu aliye ndani anaweza kuvunja chochote. Alichukua sarafu ya dhahabu kwenye kikombe cha udongo, ile sarafu yenye uso wake, akaiinua juu. Kama nikivunja hii sarafu, alisema, nyumba yako itasambaratika, wewe utasambaratika, na mimi nitaondoka. Sio hai, sio mfu. Sitakumbuka chochote, lakini utakuwa umekwisha. Huwezi! Sauti ikapiga kelele. Nyumba nzima ilianza kutetemeka. Mishumaa ikazimika na kuwaka tena. Vioo vikaanza kupasuka. Naweza, Juma alisema. Akazipiga sarafu sakafuni. Sarafu haikuvunjika, lakini nyumba ilinyamaza. Giza likawa zito, na katikati ya giza hilo, Juma alisikia sauti ya mwanamke ikilia. Sio kwa hasira, kwa maumivu. Umeshinda, sauti ikasema kwa sauti ya chini. Lakini utasahau. Utasahau ulishinda. Utasahau ulikuwa nani. Utasahau hata uliwahi kuwepo. Una uhakika unataka hivyo? Juma aliketi chini. Akafunga macho. Ndiyo. Asubuhi ilipofika, watu wa Kinyasini waliamka. Hawakukumbuka chochote kuhusu usiku uliopita. Hawakukumbuka nyumba ya Mwanakombo. Hawakukumbuka Juma. Walipoona barabara imejaa noti za 1000, walishangaa. Pesa hizi zimetoka wapi? Waliulizana. Lakini kulikuwa na kitu kimoja. Kando ya mti wa mpera uliokauka, kulikuwa na mtu aliyeketi. Mwanaume mweusi, nywele fupi, macho tupu. Alikuwa ametulia. Hakuwa na pesa, hakuwa na nguo nzuri, hakuwa na chochote. Alikuwa akitazama angani, akitabasamu kidogo, kama anayetazama ndoto ambayo haikuwahi kutokea. Mwanamke mmoja alimkaribia. Unaitwa nani? Alimtazama. Akafungua mdomo, lakini hakuna sauti ilitoka. Akaanza kulia. Kimya. Machozi yakimtiririka. Mwanamke alimpa mkate. Aliuchukua. Akala. Kisha akaenda zake. Hakuna aliyemuona tena. Lakini watu wanasema, usiku wa manane, ukipita kando ya msitu wa mipera, utasikia sauti ya sarafu ikitawanyika. Na ukigeuka,
utaona kivuli cha mtu ameketi chini ya mti, akitabasamu, akitawanya majani kana kwamba ni pesa. Na nyuma yake, kwenye giza, nyumba ya Mwanakombo bado imesimama, inangojea, kama ulivyo wewe unayesoma hadithi hii. Kwa sababu ulitamani pesa haraka, sasa hakuna kurudi nyuma. Mwisho, subscribe, like, share and comment.